Na ni Cesc Fabregas na Antonio Conte wakitoa maoni yao kuhusiana na timu ya Chelsea ambao wanaongoza ligi kuu nchini Uingereza hivi sasa. Na tunaye shabiki shakiki wa klabu ya Chelsea. Yupo mwingine ambaye ameingia hivi sasa ndani ya hichi chumba, shabiki wa Liverpool. Ana raha sana baada ya Liverpool kuchukua nafasi ya pili. Rockcliffe, umeonaje Antonio Conte? Inaonekana kuwa ule mfumo aliokuwa nao anaotumia katika klabu ya Juventus umekubali. Je, Chelsea mwaka huu ni wao? Samahani, kwanza hapo nyuma nimesikia kusema game yetu ya Crystal Palace tutakuwa Stamford Bridge. Tutakuwa Stamford Bridge. Itakuwa kwa Crystal Palace. Naam. Tukirudia kwa mfumo Antonio Conte anajaribu kutumia, mimi naona eneo tu imeweza juu. Ukiona watu wengine kama Man City, juzi Sunderland wamecheza kama sisi, wanataka kujaribu juu wanaona hii inaweza kupeleka mbali. Kwa hiyo unaona Chelsea safari yenyewe sisi do favorites wa kikombe round hii. Lakini mechi 16 zimechezwa na ukiuliza wenzako watakwambia mechi ni 16 pekee. Bado mkoko ndio unaanza kualika maua. Kitu gani ambacho kufanya useme kuwa Chelsea safari tunabeba kikombe? Safari mimi kitu tunasema kitu ya kwanza defense. Defense iko sawa. Unaona pale Moses anasonga upande wa kulia. Moses ana uwezo wa kwenda mbele na kurudi tena haraka. Upande wa kushoto tena Marcus Alonso ana uwezo wa kwenda mbele na kurudi nyuma, si kama mtu Ivanovic angecheza pale ile namba Victor Moses ana uwezo wa kwenda mbele lakini kurudi nyuma ni mnaweza pigwa counter haraka hapa. Unaona hata bao unaweza enda kuingia. Naam, lakini ni watu wawili tofauti, Victor Moses na Branislav Ivanovic wanacheza na mawili tofauti. Hebu tuangalie Arsene Wenger, manake wachezaji wawili ambao ana lazima wabaki, manake mkataba wao unaisha baada ya miezi 18. Namzungumzia Mesut Ozil na pia Alexis Sanchez. Aliulizwa swali Arsene Wenger, manake Sanchez kuna vilabu kutoka wapi unakujua Uchina, manake wako tayari kumimina mapeni ili kuchukua huduma za Alexis Sanchez. Alisema nini alipoulizwa kuhusiana na kuhama kwa Sanchez kwenda Uchina? Ni maneno ya Arsene Wenger, anasema kama unataka kwenda Uchina, mimi siwezi zuia mtu, mlango wazi, toka taratibu, nenda Uchina, kumzungumzia Alexis Sanchez. Hebu tumuulize shabiki wa Arsenal hapa bwana Eric kuhusiana na Sanchez. Amekuwa moto kuotea mbali msimu huu, manake Sanchez mabao 12 katika ligi kuu nchini Uingereza, amewasaidia UEFA tumeona kufunga mabao. Safari tangu asongezwe mbele kucheza kama mshambuliaji wa kutegemewa, amekuwa mchezaji wa kutegemewa. Je, huenda akatoka ama atabaki? Mimi sioni kama Sanchez anatoka Arsenal saa hizi kwa sababu game yake imemkubali kabisa. Tukiangalia game ile Sanchez anacheza saa hizi, tangu atolewe pale kapelekwa forward, ile appearance ile kitu anafanya, unajua Sanchez ni mtu physical. Mzee anajua ku attack. Ndio haicheza vizuri kama defense, lakini ni mzee anaweza maliza. Lakini kama pia anaweza kuwa anataka kwenda China, hatuna shaka kwa sababu tuko na Ozil. Ozil unajua ni assist. Na Ozil bora tukipata mtu yote mwenye anaweza maliza. Unaona Ozil akicheza na Giroud tu ni vile watu wajijua Giroud vile huyo cheza, lakini Ozil akicheza na Giroud bado kikosi ni ile ile. Sanchez akitoka pale tuweke Giroud pale. Unajua mtu anaweza mtu wako kwa game sahihi Arsenal, mtu anaangalia game ya Arsenal sahihi ni Ozil. Juu Ozil akiwa na mpira ujini wapi anapeleka. Yeye anaangalia tu hivi anajua uko wapi. Mzee akiangalia hivi anajua anapiga ball wapi. Yeye apigi miss pass. So mtu kama Sanchez anatusaidia, lakini bado akisema kuenda kuna watu wa kumaliza pale. Iwobi na huyo Ozil hapo tuogopi. Ozil tu labda mimi shaka niko na labda Ozil akitoka, lakini si Sanchez. Kwa hivyo kama Arsene Wenger kama alivyosema akitaka kwenda Sanchez akienda tuna shaka. Labda uniambie Ozil atoke hapo. Ni roho walionao. Usishangae manake mashabiki wa Arsenal miaka nenda miaka rudi wako hivyo hivyo, hawanyakuhitaji lakini na ujeuri wanao kwa juu tena. Anasema mchezaji akitaka kuenda mlango wazi aende. Hebu tusikize upande mwingine, manake Jurgen Klopp tangu ahamie kuja klabu ya Liverpool msimu uliopita alijaribu kadri ya uwezo wake, lakini akasema bado mambo, manake kikosi hakijaenda vile alikuwa anataka kiende. Hebu tumsikize kabla ya mechi ya hapo kesho itakuwa vipi. It's how it is always. You need to keep your nerves. You need to be emotional. That sounds like a challenge, so it is a challenge. You need to play at your best.
We need to know about the motivation of the other team. That's all the stuff. And I know it's always, everybody makes it always bigger than it after the game is, especially if you win it. If you win it, everything good, but it causes you a lot of problems when you lose it. So that's it's not that you talk 5 weeks about it when you win it, but very often it's like this when you lose it. So it's pressure, of course, but I like these situations. Ni miongoni mwa wakufunzi ambao anajulikana tangu alipokuwa Ujerumani na klabu ya Borussia Dortmund. Si wakufunzi wa kuketi tu na kuangalia mechi inaenda vipi, bali anaenda na ule msisimko wa mechi. Kama wanahitaji kupata bao, atainuka asukume wachezaji wake mpaka wapate bao. Kama amefungwa, ni mchezaji ama mkufunzi ambaye ataonesha hata kwenye sura yake kuwa ameghadhabishwa na jinsi timu yake inavyocheza. Mmoja wa mashabiki ambao pia wanapofungwa hana raha ni Mutuma. Tuko naye ndani ya studio. Mutuma, Liverpool wameanza vizuri msimu huu, lakini tangu kichapo dhidi ya Bournemouth kidogo wameanza kusuasua. Uniangalie hiyo game ya Bournemouth, tulikuwa na majeuri. Majeuri ndo yanatusumbua sana. Lakini bado defense. Ukiangalia kuna kijana anaitwa Sako hawana uhusiano mzuri na Jurgen Klopp, lakini sasa Jurgen Klopp ameweza kuleta ule uhusiano kwa uwanjani na si poa, sababu unaona anatoa Sako anaweka Lucas Leiva hawezi kucheza. Amezoea kucheza kama midfielder. Sasa mambo mingi ya defender hawezi. Na hiyo ndio ningetaka sana Jurgen Klopp aweze kubadilisha. Ameleta ubeste. Ameleta ile kuzoeana, ni mzuri sana. Naam. Kama si Chelsea ni sisi. Kama si Chelsea ni Liverpool. Ni sisi, si Arsenal. Na tumeona wachezaji ambao mko nao, manake kusema ukweli tangu Suarez atoke kwenda Barcelona hamujapata mshambuliaji ambaye pengine anaweza tegemea, anaweza funga. Tulimwona Benteke alikuja, mpira huu kumkubali akaenda. Divock Origi yuko. Sturridge ni mtu ambaye anacheza mechi mbili mara anaumia. Na timu ambao kila siku atoki muuliza Abdul, enzi hizo Man U akishinda mataji kulikuwa na Rooney. Ruud van Nistelrooy alikuwa pale. Enzi hizo za 90s kulikuwa na Ole Gunnar Solskjaer alikuwa hapo. Walikuwa washambuliaji ambao wanategemewa. Kitu gani ambacho kinakuwa ama kinakufanya unaona Liverpool watanyakua taji bila mshambuliaji wa kutegemea msimu huu? Kwa sasa hivi tuna washambuliaji watatu wakali sana. Tuna Coutinho, hata kama ameumia ni midfielder pale wa kuattack. Kisha tuna Lallana. Mane yupo pale kutoka Southampton. Mane ni mshambuliaji mzuri sana, tuliweza kumnyakua. Sababu umeona kuna ma-assist tamu sana. Ukiweza kuangalia game yake ni tamu, shwari. Uweza kuridhika kama mpenda mpira. Kisha kuna Firmino. Hatuhitaji sana Sturridge, sababu Sturridge amezoea kuumia kila wakati. Tunapaswa kuangalia sana Firmino na Mane. Kisha kama Coutinho yuko, Lallana yupo pale. Naam, tutaichukua ligi. Mtachukua ligi. Kabisa. Bila shaka. Kwa mashabiki wa Man City ilikuwa tunatarajia mmoja aje, lakini sijui ameogopa ama nini hakuja leo. Ni kwamba kwa taarifa ambazo hawatazichukua vizuri, kiungo wakati Ike Gundogan ambaye alisajiliwa kutoka Ujerumani